amejiunga amekuwa wakala, anao huu ugonjwa unaitwa mhaho. Mhaho, hebu andika neno mhaho hapo, andika mhaho. Kwanza ataanza kujilinganisha na watu ambao wanafanya vizuri. Ukiingia kwenye magrupu ambao nimeyaweka, mtakuta kuna majitu yanauza kila siku hapo, yanaingiza faida kubwa. Jamani, hao watu ni watu ambao wamejifunza, wamekaa muda, wamekosea, wamerekebishwa, wamekuwa coached mpaka wamekuwa professional, wanafanya vizuri. Andika hapo, jipe muda. Andika jipe muda, jipe muda ukue, jipe muda ukue. Umeingia gym kwa mara ya kwanza, umelipia kuingia gym, umelipia. Baada ya kulipia gym, umelipia gym pale. Haya, fresh sasa. Haya, hongera, umelipia gym, hongera sana, hongera sana. Sasa kuwa na mwili mzuri inabidi uache kula sukari, uache kula wanga, uanze kwenda gym kila siku, unafuata mazoezi ya trainer anakufundisha hivi. Mwanzoni kiuno kinauma, nyonga zinauma, na mwezi wako wa kwanza hauna matokeo. Swali, inamaanisha kwamba hautapata matokeo? Bado upo kwenye process. Toka kwenye mhaho. Utakosea ukiwa gym mwanzo, unakosea kunyanyua. Kwa mfano mimi wanaambiaga sina posture nzuri. Unatakiwa ukienda gym kunyanyua vyuma, unanyanyua hivi. Unapeleka kama vile lile nani hivi, ni jogoo, sio jogoo, nani wale? Kuna wale yale mananili yale. Wale njiwa wale. Unafanya hivi. Sasa ile mimi posture siwezi, mimi na kibiongo. Kwa jipe muda. Kwa nimejipa muda kwamba okay, siku moja nitafanya. Siku moja kwa unajipa muda. Kwa toka kwenye mhaho. Mhaho ndio tatizo kubwa la watu wanaoanza biashara. Kwa hiyo unatoka kumsikiliza Mwijage anayeingiza milioni 30 kwa mwezi. Unatoka kumsikiliza Mwijage ambaye amewafundisha watu zaidi ya 500, 1000 kuuza kwenye mitandao ya kijamii, kujenga timu. Alafu ghafla utaenda kupanic, utaanza kusema hivi, una siri gani? Unakimbia. Kazi kubwa ambayo mimi naipata kwenye kumtrain mtu mpya anayeanza biashara ni kumsaidia aweze kuisikiza sauti yangu. Ndio tatizo kubwa ninalo kwa watu. Aweze kuisikiza sauti. Sasa fuata hii process. Asema unajua nataka niingize hela leo, kesho asubuhi niingize hela bana. Unajua sina nikwambia toka kwenye mhaho. Vitu vifuatavyo vya kufuata: hudhuria training, fanyia kazi. Principle ambayo tutaifanyia kazi ni hapa: jifunze, fanya, fundisha. Jifunze, fanya, fundisha. Jifunze, fanya. Ninachokufundisha mimi hapa sasa hivi nimekifanya na track record. Na track record ipo kwenye matokeo nilionayo mimi na results. Jamani, nimevunja, yani mimi nimepiga, yani nimevunja. Kwa kazi yangu ni moja, ni kukusaidia usifanye mambo fulani na kukupeleka ufanye mambo ya aina fulani ambayo yatakupa matokeo ya haraka. Chap. Na hii haraka inatofautiana kati ya mtu na mtu. Kuna wengine walishagawahi kulipa gharama katika maisha yao, jamani, waliwaigi huko duniani, walikuwaga mamonta, wakawaga wengine walikuwepo wanalipa gharama, na kuna wengine hawajawahi kulipa gharama. Hajawahi hata kuwa kiongozi wa maombi nyumbani kwao, yani hajawahi kuwa kiongozi wa maombi. Kwa hiyo tunatofautiana. Hebu andika hili neno: kimbia mbio zako. Andika hiyo bana. Kimbia mbio zako. Kimbia mbio zako. Nataka nimuone Samuel anaandika kimbia mbio zako. Justin, kimbia mbio zako. Ikram, kimbia mbio zako. Atanasi, kimbia mbio zako. Bon, kimbia mbio zako. Nura, kimbia mbio zako. Anthony, kimbia mbio zako. Ngoja nione wengine waliopo ndani, niwataje baada ya mmoja baada ya mwingine jamani. Josefu, kimbia mbio zako. Mary, wewe kimbia mbio zako. Kila mtu akimbia mbio zake. Kweli tuko pamoja, lakini tunatofautiana. Malezi tunatofautiana. Kwa hiyo kuna wengine wana ngozi ngumu, wengine hawana ngozi ngumu.
wengine wanajifunza kwa haraka, wengine wanajifunza slow. As long as you are ready to learn, you are ready to practice, you will succeed. Kuna wengine mnatakiwa mbadilishe mitazamo yenu ndio mpate mafanikio. Process yako ni ndefu. Mabibi na mabwana, kazi yangu mimi ni kukusaidia uweze kuifanya biashara bila mie. That's my job. Takuwa very proud unapokuwa umesimama peke yako, uko unavunja tu. Unajua jinsi ya kupata wateja wapya, unajua jinsi ya kupromote kwenye mitandao ya kijamii, unajua jinsi ya kuclose wateja, unajua jinsi ya kuplace order, unajua jinsi ya kumwanzisha mtu biashara, unajua jinsi ya kuhandle rejection. That is my pride. Takuwa proud. Sitofurahia ukishindwa kufanya vizuri. It's okay kwenye biashara watu wao wanaacha. It's okay. Wanaacha. It's okay. Kwa hiyo sasa nataka tuonane kesho mida kama hiyo ya saa 1 jamani. Naacha mambo yangu kesho. Tunaenda kwenye stage inayofuata. Sikiliza niwaambieni, msingi ni wa msingi zaidi. Kama kuna wageni wote mimi humu jamani, wapo hivi kuna wageni humu jamani? Au? Wamealikwa? Sijani kama kuna wageni. Jamani, kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo sasa mimi kwa watu tunao sponsor, nipigie simu. Piga simu, usitume ujumbe. Acha kuniogopa. Piga simu. Hebu andika hapo. Piga simu, andika piga simu bana. Piga simu. Napokea message nyingi sana kwa siku. Sasa unaponitumia ujumbe bana, wewe unalostisha bana. Mimi nitasoma ujumbe wako saa 8 usiku yani nikiwa nimelala, ndio nasoma ujumbe. Unalostisha. Piga simu. Hebu andika piga simu hapo. Piga simu. Acha kujikunja kunja. Piga simu. Acha kutuma message bana. Piga simu. Kitu kingine, nikikutumia taarifa, fuatilia. Hakuna njia ya kukua na kujua bila kufuatia taarifa. Sio, hamna njia ya Bluetooth hapa jamani. Tawalostisha tu. Nimerekodi kila kitu unachotaka kujua. Kimerekodiwa. Kipo. Na niko available. Simu yangu iko hewani. Piga simu. Piga simu. Mimi napokea, najibu. Piga simu haraka. Ukiwa mtoto mdogo, unatakiwa ubadilishwe mavi. Upewe chakula kwa wakati. Lia! Mtoto ali, sasa mimi nafanya nini? Mimi nitajuaje analia? Mimi sijui. Lia! Kila saa napiga kelele. Sio eti ghafla kimya. Vipi? Nimeona sasa ni mambo gani hayo meusi bana wewe? Mtoto lia. Mtoto alilia chakula, analia. Huyo sasa no mzazi anakoma naye sasa. Piga kelele, fanya vurugu. Utaniuliza, nitakudirect mpaka kuna kipindi nafikia hutoniuliza tena. Jamani kama una namba yangu nakupa hapo namba 0713918368. Naituma hapo. Iweke hapo, acha aibu. Mimi mke wangu, nyie wadada, anajua kabisa nafanya biashara na wadada. Piga. Amenikuta nafanya biashara. Hii amenikuta. Sasa piga simu. Nipo kwenye marathon mimi ya siku 100. Nipigie simu saa 6 usiku hapo uone kama sipokee simu mimi. Napokea hapo. Halo, ni vipi yani? Huku ni usingizi na usingizi. Haya. Na kutumia taarifa hapo hiyo. Kasikilize hiyo. Nisiwalostishe wala nini. Usinichoshe mimi baba yako Mwijage. Msinichoshe kabisa. Msinitumie ujumbe, piga simu. Afu nitakutumia information na nili. Kuwa active mwanzoni ni rahisi kuacha, ni rahisi kukata tamaa. Lazima ujiconnect, usiwe kimya. Ukiwa kimya unalostika kwenye biashara. Haya, tuonane kesho. Chap kwa haraka hapo. Twende kwenye stage inayofuata. Wala msipanic, relax. Kwenye kitabu chako hichi kina price list. Hii hapa. Ipo. Unasoma tu price list ipo. Humu kuna maelezo na dozi zipo. Majina ya wewe hamna kitu kigumu. Kikushinda piga simu. Mungu akusaidie sana. Hongereni sana kwa wote mnaoanza biashara. Mungu awabariki. Nataka niwaite kwa majina moja moja huku nikifanya maombi maalum ya muhimu. Boni, Mungu akusaidie ulivyoanza umalize. Edgar,
Mungu akusaidie ulipoanza umalize. Gerson, Mungu akusaidie ulipoanza umalize. Ikram, Mungu akusaidie ulipoanza umalize. Josefu, Mungu akusaidie. Mary, Mungu akusaidie. Nuru, Samueli, wote kama mlivyoanza mmalize. Na wabariki mmalize. Atanase, ulivyoanza umalize. Anthony, ulivyoanza umalize. Mungu awabariki sana, asanteni. Tuonane kesho saa 1 juu ya alama tunakinukisha. Asanteni.